Leo hii nataka niongee na watu kutoka wananchi wote kutoka nchini Tanzania. Kutoka kwa Diamond, Harmonize, wanaharakati au machawa wote kutoka nchini Tanzania, ikiwemo Rais Samia Suluhu kutoka hapo nchini Tanzania. Umekalia wananchi wa Tanzania na si jambo mzuri. Unapata wasanii ambao inafaa wakuwe kioo cha jamii, waweze kutetea wananchi, wamewekwa kwa mfuko, yani wanakontroliwa na serikali. Msanii ambaye ni kioo cha jamii ambaye inafaa atetee mwananchi wa kawaida, unapata amewekwa yeye ndio anafuatana na rais, yani anafuatana na serikali, jambo ambalo alifai kamwe. Wanaharakati au machawa, sijui wakina nani, au machawa wote kutoka pale nchini Tanzania wamewekwa kwa mfuko. Yani hakuna mtu yote ambaye amekuwa pale aweze kutetea wananchi wa Tanzania. Nataka kuambia hivi wa Tanzania wote, sasa hivi inafaa mchukue mwelekeo. Au wasanii wote ambao mnaona hawawezi kuwasaidia ama hawawezi kuwatetea, muache kuwafuata pia nyinyi kama wananchi. Muweze kuwapea discipline, yani kama wananchi. Isikuwe sisi kutoka hapa nchini Kenya ndio tunaanza kuwatetea wakati ambapo inafaa wale wasanii ama machawa ambao au watu ambao wanajiita machawa ndio wamekuwa chawa wa serikali. Yani hakuna mtu yote ambaye anaweza tetea mwananchi wa kawaida pale nchini Tanzania. Ni jambo la aibu na ni jambo ambalo linafaa lipingwe vikali, sio tu wa Kenya tu, sio wananchi tu, lakini kila mtu. Na wale watu ambao pia wale mapolisi ambao wamewekwa, yani mwananchi hawezi kuongea, ukiweza kuongea unawekwa ndani. Pia nyinyi pia au mapolisi pia inafaa wakanywe vikali. Mkuwe kama nchi ya Kenya, yani kila mtu ako na haki na uhuru wa kuongea. Kila mtu ako na haki ya kutetea haki yake binafsi na kutetea haki ya mwananchi mwenzake pale nchini Tanzania. Na hii ni jambo ambalo linafaa likuwe funzo kwa kila mtu pale nchi ya Tanzania, ili kila mtu aweze kupata haki, mtu apate ile uhuru, yani aweze kuzungumza yale ambayo yanamkumba kama mwananchi. So nataka kuongea na wasanii pale Tanzania, tukianza na mtu kama Diamond, tukianza na Harmonize, au wasanii wote wakubwa. Nyinyi ndio inafaa mkuwe mnazingatia yani hali ya wananchi wa kawaida. Yani nyinyi ndio inafaa mkuwe mnatetea wananchi, lakini nyinyi wenyewe ndio mmekuwa watu ambaye mmewekwa kwa mfuko, hamwezi kutetea raia. Jambo la aibu na inafaa lipingwe vikali na likanywe, muweze kukanywa nyinyi wote kama wasanii. Muache kutumika vibaya na serikali. Inafaa mkuwe kioo cha jamii. Kama nyinyi ndio inafaa mkuwe kama chawa ya wananchi pale, lakini mnaona mtu mmoja tu ambaye anatetea wananchi, ni mtu mmoja tu ambaye ni wa upinzani, ambaye kitu kama hiyo Tindalisu, kitu kama hiyo. Huyo tu ndiye amebaki kutetea mwananchi. Lakini watu ambao tena nataka nimpongeze sana huyu msanii ambaye ni Nay wa Mtego. Huyo tu ndio mtu ambaye alisema hizi kufanyia serikali ama hawezi kuwekwa kwenye mfuko na serikali. Yeye tu ndio msanii ambaye anaweza kumsalute, yani kwa vile anapigania haki ya wananchi pale nchini Tanzania. Hilo ni jambo la aibu kwa wasanii, ni jambo la aibu kwa wanaharakati na wale wote ambao wanaunga serikali mkono, wakati ambapo inafaa waweze kupinga na hata kama sio kupinga, mahali serikali inafanya sawa, mnasema wanafanya sawa, lakini mahali kuna tatizo inafaa muongee na mseme hapa serikali haifanyi vizuri, au sio? So mimi nataka niwaambie nyinyi wa Tanzania, mjitokeze na msiogope, mtokelezee yani waziwazi, ili muweze kutetea haki yenu wakati huu wa uchaguzi. Isikuwe ni chama moja tu, siji CCM ndio chama ambayo inawika pale, lakini kuna zile chama zingine pia ambapo zinafaa pia zipewe nafasi waweze kufanya kampeni zao. Kama wananchi watamua ni wao, ikuwe ni wao. Kama wananchi watamua ni Mama Suluhu, ikuwe ni hivyo. Lakini isikuwe kuna wale ambao wanabaniwa, yani wanawekwa chini wasiweze kufanya kampeni zao wakati huu wa uchaguzi hapo nchini Tanzania. Vile vile pale Uganda
kuna Wakenya ambao waliweza kushikwa pale. Ningependa kuzungumzia hilo. Museveni pia amekaa pale kwa uongozi wa Uganda miaka mingi sana. Ni wakati mzuri sasa hivi aweze kutoka kwenye uongozi, aachie watu wengine pia waweze kufanya kazi, au sio? So mimi nashukuru sana kwa watu wote ambao wamenitazama sasa hivi, na kuomba kama hujasubscribe kwenye hii channel, na kuomba uweze kusubscribe ili tuweze kuwa mbele pamoja, au sio? Asante sana kwa wakati wenu.